Ah, kocha wa Yanga ni dereva wa gari ya mzigo ambaye amejiongezea mzigo wakati gari inapandisha mlima. Alikuwa amepatia kila kitu kipindi cha kwanza na alikuwa katika nafasi nzuri sana ya kumaliza ule mchezo dakika 90, lakini ni dereva ambaye aliamua kuongezea mzigo juu ya gari ambalo linapandisha mlima kwa kuondoa baadhi ya nyota wake ambao walikuwa wanampa balance na uwiano mzuri kwenye timu. Unajua Pedro amejipa wakati mgumu mwenyewe kwa kuhakikisha kwamba anajiongezea matatizo. Ni kocha ambaye alimtoa Yao Kwasi Atola. Kila mtu akawa anajiuliza amekosa nini kwa Yao ambacho anakwenda kukipata kwa Israel Patrick Mwenda. Na wakati kwangu mimi Yao Kwasi Atola alikuwa na performance bora sana toka atoka katika majeraha. Alikuwa na kuofa defensive, alikuwa na kuofa offensive, alikuwa anacheza ule upande wote. Alikuwa amewaambia kwamba wewe Aura pamoja na Kibabage, nyinyi kazi yenu yote ninayo. Akabadilishiwa, akapewa Suleiman Mwalimu, wakabadilishana kule, wakaja wakina nani huyu kutoka Kongo Elim Panzu, Klatus Chota Chama, lakini bado alikuwa anawaambia leo hapa Yao jeshi, mwanajeshi mwenyewe wa kupambana hizi vita, niko upande huu. Lakini isivyo bahati Mwalimu Pedro Goncalves anainuka, anamwambia Yao Kwasi jeshi, njoo upumzike. Anaingia Israel Patrick Mwenda. Haimaanisha kwamba Mwenda alicheza vibaya. Mwenda hakucheza vibaya. Mwenda alikuwa na wakati mzuri na alicheza vizuri sana, lakini changamoto iliyopo ni kwamba offensiveness accuracy ambayo alikuwa nayo Yao Kwasi Atola katika mechi ya jana. Mwalimu aseme alikuwa amefocus sana na mechi ya ligi, akiwacha namna mechi iendelee, lakini angalia namna ambavyo alikuja kumtoa Damaro Kamaro katikati, akamlazimisha Maxim pia Nzengele kushuka chini kuja kucheza na Mudathiri haya basi, ambaye pia isivyo bahati akalazimika kufanya mabadiliko ya lazima kwa Mudathiri kwa sababu alipata changamoto pia ya kimwili ambayo ilimlazimu pia ashindwe kuendelea kucheza, akaingia mtu mwingine. Unaweza ukaona akaja akalazimisha akamtoa Alan Okello, mtu ambaye mimi nilikuwa najua ndo alikuwa anasababisha mabeki wa Simba wasiwe na utulivu muda wote. Sasa kuna namna ambavyo alifanya substitute ambazo zilinifanya nikafikiria mara mbili, lakini kwa sababu ameaminika na ni mwalimu na amepata nafasi, basi unaamini kwamba atakupa kitu cha ziada. Lakini kwangu mimi binafsi, Mwalimu Pedro ni dereva ambaye amejiongezea mzigo wakati gari linapandisha kwenye mlima. Kwa hiyo kiufupi, kwa mtazamo wako wewe, Pedro kazingua kwenye mechi ya jana? Siwezi kwenda kusema moja kwa moja kazingua. Nimejaribu ku highlight sababu sio zilizofanya na kutafuta kuona ni kitu gani ambacho alikuwa anataka kukiachieve. Isivyo bahati ameenda kupoteza mchezo ambao ni dakika za jioni ambazo zinamweka matatani Edmund John kama makinda wengine wengi ambao wamepita katika hivi vilabu vikubwa vya Kariakoo, kwamba mfano kama Hussein Kazi alifanya makosa kama kwa Aziz Ki akaja akapotea mazima. Alikuja mtu kama nani huyu Kijili akafanya makosa kama yale tena kwenye dabi ya kujifunga kwa bahati mbaya akapotea. Akaja mtu kama Chasambi na Fountain Gate akafanya makosa ya design ile akapotea. Kwa hiyo najaribu kumuona mtu kama Edmund John amefanya makosa ambayo ni ya kimchezo, ni ya kimpira, lakini timu zetu za Kariakoo huwa zina kawaida gani baada ya watoto kufanya makosa kama yale? Kwa ninajaribu kuendelea kuona na kuasi viongozi pamoja na benchi la ufundi wanatakiwa kulinda ile talanta. Lakini kwangu mimi Pedro ni mtu ambaye amenishangaza kidogo na amenipa wakati mgumu kutafakari na kuona nini ambacho alikuwa anakiona ambacho sisi wengine tulikuwa kiona. Lakini mwisho wa siku
the best team uone timu bora ndio ilipata matokeo. Clatous Chota Chama katika ubora wake, utulivu mkubwa ndani ya box, amefanikiwa kumdanganya kijana mdogo ambaye anakuwa maturity bado haijakomaa vizuri, anamtamanisha chukua huu mpira hapo pembeni, ameweka mguu pembeni, akauvuta mpira akaweka upande ambao mguu wake upo, isivyo bahati kwa sababu ya level ya maturity akapita na mguu wa Clatous Chota Chama. Kwa hiyo kwangu mimi asilimia kubwa mwalimu ndo alikuwa ameiweza mechi, then mwalimu akaifungua mechi, then Simba wakapata matokeo. Machanga, unapozungumza hauoni kana kwamba kocha alikuwa sahihi kumtoa Yao, kwa sababu Yao ni mchezaji ambaye alikuwa hapati nafasi ya kuanza moja kwa moja ama kumaliza dakika nyingi mchezoni, na itakumbuka kwamba Yao ametoka kwenye majeruhi. Hauoni kana kwamba huenda pia kocha akaona kwamba kwa sababu huyu ametoka kwenye kipindi kigumu, kwa dakika hizi zinatosha licha kufanya vizuri, ila kutunza energy yake hasa kuelekea mechi inayofuata? Ndio maana nasema ni maamuzi magumu ambayo Pedro aliamua kuyafanya akiamini atamlipa, na isivyo bahati hayakumlipa kwa maana ya matokeo. Lakini hakuna sababu yoyote ambayo ameifanya kiufundi ukasema kwamba ndio imemsababisha kupata zile athari, kwa sababu kilichotokea kimetokea katika mfumo wa set piece ambao Prince Dube ndio alisababisha ile faula. Lakini baada ya hapo ikapigwa ndani, ikaokolewa mara ya kwanza, ikaokolewa mara ya pili, Mligo ka attempt kupiga, ikamkuta Clatous Chota Chama, kutoka Chama akamdanganya Edmund John, akakubali kama mfumo penalty. Kwa hiyo sio goli la kimfumo useme kwamba kwa sababu alitoka fulani basi Yanga walilemewa sehemu fulani. No. Mwalimu aliamini kwamba tumeshaimaliza mechi, tuende kwenye changamoto za penalty alafu tuone itakavyokuwa. Naamini maneno yangu ninayokuambia mimi. Simba walifurahi sana kumaliza ule mpira vile. Kumfunga goalkeeper kama Djigui Diarra penalty 5 zote ni kazi ngumu sana. Ni kazi ngumu sana. Na ndio maana mechi ilipopata ile penalty wakajua hapa mpira umeishia hapa. Na kwa dakika zile, na of course Suleiman Mwalimu akiwa na utulivu mkubwa, akionyesha ukomavu wa hali ya juu, akaconvert. Baadhi pia ya wadau wengi hasa mashabiki wa Young Africans ukisikiliza hoja zao kwa hivi sasa, wanaamini kwamba kocha Pedro hatoshi, ni kwamba bado wanaamini kwamba Yanga ni kubwa kuliko yeye, na hii inatokana kwamba wanaamini kwamba kwenye hizi mechi kubwa anashindwa kufanya maamuzi, yani kwamba kwenye hizi mechi kubwa, mechi tafu, yani kwamba mara nyingi anaonyeshwa kwamba mara nyingi anakuwa yuko chini ya kufanya mabadiliko ya wachezaji. Pedro ni mechi kiwalisha, baadhi wanasema hivyo. Mimi nitawauliza jambo moja. Wao walitaka mjomba wao ndo akae kocha. Yaani ukisema Pedro atoshi, nani anatosha? Mjomba wako? Baba yake mdogo fulani? Pedro ni kocha wa mpira na ana uwezo mkubwa. Yanayobakia yote ni matokeo ya mpira. Mechi ya Yanga na Azam, Pedro alikuwa anatosha, alikuwa atosha. Watu walikuwa wanamsifia, sio? Kwamba kafanikiwa. Ni kwa sababu ya dabi ya Kariakoo. Ndio maana nikakwambia kocha yeyote ambaye atafungwa mechi zote mbili atakuwa katika kipindi kigumu sana. Kuna uwezekano mkubwa pia kocha atakayefungwa mechi zote mbili akafukuzwa. Kuna uwezekano kocha atakayefungwa mechi zote mbili. Kama mechi mbili, ina maana kwamba kama mechi mbili, mechi moja yani ni mmoja kwa maslahi yako kwamba ni Yanga. Ndio nasema kama Pedro akifungwa mechi zote mbili, sioni Yanga wakiwa na uvumilivu wa kumvumilia kwa asilimia hizo. Kwa mechi yake ya Jumapili ni mechi ambayo ninaamini wachezaji watakwenda kumpambania kocha wao. Lakini kama atafungwa, lazima kuna mmoja ataachia kiti. Tukirudi nyuma kwenye klipu ambazo kwa mtazamaji ambaye anatazama kupitia channel yetu hii, ulizungumza kwamba wana Machange nyosha vizuri, ulizungumza kwamba Alan Okello atakuwa mchezaji bora wa mechi kwenye dabi ya jana. Lakini haikuwa hivyo. Alan Okello kana kwamba bado anaendeleza ile kauli ya wengi kwamba ni mchezaji wa mechi ndogo. Ulimwangalia Alan Okello vizuri dakika zote alizocheza mpaka anatoka? Hata nimekuuliza, ulimwangalia Alan Okello vizuri mpaka dakika ya mwisho ambao mwalimu anaamua kumweka benchi? Nimemwona attempt zote ambazo amezifanya, threat ambayo alikuwa anawapa backline ya Simba. Kwa hiyo kwangu mimi bado naendelea kusimamia msimamo wangu.
Alan Okello ni one of the best player ambao ligi kuu ya Tanzania imebarikiwa kuwa naye. Na kwa sasa mnaweza msinielewe kwa sababu kila mtu ana mihemko na hisia zake, lakini ninawahakikishia jambo moja, Alan Okello Starboy bado kwangu mimi ni the best player, na ni mwalimu tu alimkatili kumtoa dakika zile, lakini bado alikuwa na uwezo wa kuendelea na energy. Mwalimu akaamua ku reserve tanki kwa ajili ya Mei 3. Amini haya ninayokuambia. Meja Jenerali Samuel, bado na imani na Alan Okello.